unamaanisha kwamba ana bahati au ana riziki? Tunachomaanisha baba, huyu mwanamke ana nuksi. Usimwambie mimi binti yangu. Sawa mama, tuongee, lakini ukweli ndio uko hivyo. Baba, naomba unisikilize kwa makini. Kwani huyu ndio mtoa riziki? Simaanishi kama yeye mtoa riziki. Kati ya huyu na Mungu mtoa riziki nani? Mungu. Baba, mtoa riziki ni Mungu. Unashindana na Mungu? Uwe bodaboda, uwe sijui unafanya shughuli gani, hakuna mtu ambaye riziki anatoa mwenyewe au anatoa mke au mume. Binadamu atoe riziki, Mungu ndo anayetoa riziki. Baba, jitahidi sana kwenye masuala ya ibada. Biashara zako zile unganisha na ibada. Usimwangalie huyu sio mtu wa riziki. Mbona unataka kubebesha mzigo mzito? Kwa kweli. Kwa sababu achukue nafasi ya Mungu huyu kweli? Usiende mbali sana. Mwanangu. Ukae ukijua kuanzia leo mtu wa riziki ni Mungu. Mungu mwanangu, Mungu. Umenidhalilisha sana. Sio wewe. Yaani wewe sio kuongea maneno kama hayo. Kwa sababu mimi mwanangu hajawahi kutoa riziki. Bali riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Yaani unavyoona maisha yanalegalega, hata sisi wazazi wako pia tumepitia hayo maisha. Na sio kama eti kila siku wewe utaona tu maisha mteleleko. Alikwambia nani? Sana. Nani alikwambia hayo maisha? Fanya ibada. Utaona mafanikio. Asante sana wazee wangu. Asante baba. Asante baba. Baza leo baba. Mimi sijambo. Sijui hapa. Salama, shikamoo. Salama, habari za? Safi, shikamoo. Baba, mnashindaje? Nashukuru Mungu. Habari. Salama za leo. Salama, unaendeleaje? Mimi nashukuru Mungu. Jambo. Nyumbani hapa. Habari dada? Salama dada, za siku? Salama, kwema. Kwema za huko? Kwema tu. Za masiku tele. Tupo. Kuonana mpaka vikao. Habari baba? Salama za nyumbani. Salama, kwema. Kwema, shikamoo. Baba, hapa. Kidawa. Abe. Njoo. Shikamoo baba. Baba ujambo. Shikamoo mama. Baba ujambo. Baba na mama, nafikiri mnafahamu vizuri sana kutoka nikiwa nimeanza kujitegemea mazingira yangu najua vizuri. Sawa. Lakini kwa sasa hivi kiufupi yangu ya maisha imebadilika sana. Yaani nimeshuka sana kiuchumi. Nataka kufanya na shindwa baba. Nenda mjisimulie. Baba, sisi na mama yako, mimi na mama yako tumeongea juzi. Biashara ile ya mafuta ya alizeti ulikuwa unasambaza. Naona kila kitu kimeshuka. Tukawa tunajiuliza, umeshaingia kwenye mikopo ya kausha damu? Hapana baba. Sindi? Sipo kwenye mkopo wote ule, isipokuwa ile biashara imekufa, ile duka kule limekufa. Yaani baba sasa hivi sina chochote, niko mimi tu. Yaani kifupi baba, mimi nimechoka, nimeshindwa. Kwa hiyo niko hapa. Samahani kama nitakuwa nakosea. Mimi mwanamke wangu nilikuwa nimemwacha. Hapana mume wangu. Usifikie huko. Hapana mama, wala usilie. Baba, kwamba yeye ndio chanzo au sababu ya kumwacha mke wako ni nini? Mama nisikilize, unielewe. Maana nilivyokuwa naishi mwenyewe maisha haya kuwepo, sikuwa naishi hivi. Na kila kitu ambacho nilikuwa nakifanya kilikuwa kinaenda kama ninavyotaka mimi. Lakini toka nianza kukaa na yeye,
hali imebadilika sana. Kila anachofanya mimi sifanikiwi. Yeye nahisi ndo sababu riziki imehama humu ndani, sababu yake yeye. Ndio mama. Hapana. Maana hili jipya. Hapana. Mama, sio nacheka. Baba, mbona unambebesha mzigo mzito sana? Baba, sio kama nambebesha mzigo. Yaani hali hapana. Kati ya huyu na Mungu, mtoa riziki ni nani? Riziki anatoa huyu. Kwamba unapingana na Mwenyezi Mungu. Baba, riziki atoe binadamu. Anayetoa riziki ni Mungu. Na ndio maana watu wakishuka kwenye biashara sasa hivi, kwenye maombi, wakishuka wana dua. Sasa hivi watu wanahangaika kumtafuta Mungu. Kabisa. Biashara inashuka ndani Mungu. Anashushaje? Mbona unampeleka sehemu ngumu sana? Kiukweli umenikosea sana. Huwezi mimi kumwambia binti yangu hivyo. Ina maana binti yangu mimi ana riziki, si ndio? Sikiliza baba, umemchoka binti yangu, niletee nyumbani. Hajaua huyu. Hapana mama, sijapenda hata kidogo. Simaanishi kama nimemchoka. Yaani sijapenda hayo maneno yako. Huwezi mimi kumwambia binti yangu ana nuksi. Ina maana kwamba mimi nimemzaa huyu binti ana nuksi, si ndio? Yaani umenikosea sana. Naomba unisamehe. Kama vipi mimi namchukua binti yangu? Hauwezi kufanya vitu kama hivyo. Huwezi kumwongelea mimi binti yangu maneno kama hayo. Huu ni uchulo kabisa huu. Mama pole, nyamaza. Nivumilie tu. Hapana. Haina haja ya kulia bwana. Mwanangu. Usilie mwanangu, usilie. Mwanangu. Kwa mzigo uliombebesha na kwa machozi haya, lawama kwa Mungu. Naomba ubadilike na ugeuke sasa hivi. Na unaweza ukayalipia haya machozi. Katika maisha hakuna njia ya mkato. Shortcut haipo. Sijui unasemaje mwanangu. Maisha hayana njia ya mkato. Mwanangu. Haina haja mama ya kupiga magoti. Haina haja kabisa ya kupiga magoti. Anayepaswa apige magoti ni huyu. Kabisa. Mungu nisamehe. Nimekupenda, nisifikie huko. Yaani kama umjui Mwenyezi Mungu. Mwanangu. Unakufuru. Mpaka kufikia hatua hii unasemaje? Mama. Naomba nisamehe. Ndio nimeongea maneno makali sana. Lakini yote ni kutokana na maisha ambayo napitia. Naomba mnisamehe. Naomba nisamehe. Lakini nimekukosea. Sawa, nimekusamehe. Mwanangu, unapoona maisha yamebana, omba msaada kwa watu. Siku zote mkubwa huwa akosei. Sawa mwanangu? Nakuelewa mama. Mimi nimekusamehe. Nashukuru mama. Usije ukarudia tena hayo maneno. Hebu mpeleke mwenzako ndani. Pole mama. Asante. Wala usiendelee kulia. Yataisha.